Mama, utanisamehe hichi ninachoenda kukifanya. Kwani nisipofanya hivi nitakufa. Clamvevo, hakikisha hicho ulichokiota unakitekeleza. La si hivyo, una miezi 7 ya kuishi hapa duniani. See you next time. Out! Nimekubali kujiunga na chama. Nipo tayari kukitumikia chama kwa namna yoyote ile, bila kujali utu wala binadamu. Nipo tayari kuiabudia pesa na kutimiza masharti yote. Ewe shetani, naomba nisaidie. Karibu kwenye chama. Kuanzia sasa wewe ni mwanachama rasmi. Karibu sana Bwana Tony. Nenda kafurahie furaha ya pesa. Maisha yako yamebadilika kuanzia sasa. Asante. Hongereni nyote mliokusanyika hapa kwa kusherehekea ubatizo wa mwanachama wetu mpya. Hongereni sana. Ningependa niwajuze kuwa Mgaya amesema yuko tayari kumtoa mtoto wake kafara ili kunusuru uhai wake. Have a good day. Ni mtoto gani wewe unataka kumtoa sadaka? Mke wangu, mimi nadhani wewe hujanielewa vizuri. Ni lazima mtoto tumtoe kafara, kwa sababu
mtoto tukimtoa kafara utazaa watoto wengine, lakini tusipofanya hivyo, mimi mume wako nitakufa, na nikisha kufa stori yangu ndio itakuwa imeishia hapo. Umetafakari kuhusu hilo? Labda kama una mtoto mwingine tofauti na huyu, lakini kama ni huyu wa kwangu mimi, huwezi kumtoa kafara. Alafu unazungumza kirahisi rahisi tu, eti tutazaa mwingine. Hivyo unajua maana uchungu wewe? Unajua ni uchungu kiasi gani mwanamke anaupata akiwa anataka kujifungua? Sikiza nikwambie kitu Mgaya, tena nisikilize kwa makini. Mimi na wewe hatima yetu ni kifo tu, tena tutakufa kwenye wakati ambao tunatamani kuendelea kuishi, na haya ndiyo matokeo ya kutaka mali kwa haraka. Sasa usitake mtoto alipe dhambi zako hali ya kuwa yeye hahusiki na chochote. Lakini mke wangu, wakati unazungumza hayo maneno, unatafakari kuhusiana na mimi? Sidhani kama kuna kitu cha kujadili tena hapa. Msimamo wangu uko pale pale. Mtoto wangu hatolewi kafara. Umeniambia muda gani kukutana na unakuja saa hizi? Naomba unisamehe. Nataka kuzungumza na wewe. Umeanza, sina chochote hapa. Penyewe nina bakula mbili tu. Labda nikukindia ukafanya mazingira yako. Zuia. Sihitaji hela. Nahitaji kuongea na wewe. Ndio kuzungumza nini? Kiulizo. Nakupenda. Najua hata wewe unanipenda sana. Kwenye mapenzi yetu mpaka sasa tuna miaka 3. Kwenye hiyo miaka 3 tumepitia kila aina ya changamoto na tuliweza kuzishinda. Tumekuwa na ndoto na malengo ambayo hata hatukujua tutatimiza vipi. Naomba unisamehe Kiulizo kwa hiki ninachoenda kuongea. Na kabla sijaja kuongea na wewe, nilikaa nikatafakari mustakabali wa maisha yangu ya baadaye. Najua ninachoenda kusema kitakuumiza, kitakuchoma ndani ya moyo wako, lakini naomba unisamehe Kiulizo. Nimepata mchumba, naenda kuolewa. Na sio mchumba tu, ni mchumba ambaye ana pesa. Kuanzia leo mimi na wewe mapenzi yetu yamefika tamati. Najua maneno ninayoongea yanakuumiza na unatamani hata usingenijua, lakini naomba unisamehe. Nafanya yote haya kwa ajili ya future yangu, kwa ajili ya mamangu, kwa ajili ya watoto wangu. Nisamehe Kiulizo. Kwa hiyo nataka kuniacha kwa sababu ya pesa, si ndio? Hapana, sio kwa sababu una pesa. Na kuacha kwa sababu ya future watoto wangu, kizazi changu, mamangu. Nataka nizae watoto
na hao watoto wayafurahie maisha yao, waishi kwenye furaha. Sitaki watoto wangu waje kuishi kama mama yao nilivyoishi kwenye maisha haya ya kimaskini. Ina maana umesahau mambo tuliyoyafanya mimi na wewe na momenti kadhaa tulizopitia? Nakumbuka kila kitu Kiulizo. Lakini naomba nikuulize, hivi unafikiri hao watoto watakuja kula momenti ambazo tumezipitia sisi? Hapana. Nisamehe. I'm sorry. Tajiri Matula. Kaka, mimi nina moyo kaka. Wewe nipe njia nitoboe mimi mdogo wako bwana, eh? Yaani hautokuja kujutia kwenye maisha yako yoyote kaka. Na kuhakikishia kwa hilo Matula. Nisaidie kaka, eh? Shida sio mimi kujutia katika maisha yangu. Shida ni wewe kujutia. Asa mimi nitajutia kwa kipi kaka? Eh? Kuna majuto gani zaidi ya kujutia kuwa maskini ndugu yangu? Natamani sana uingie ndani ya mvungu wa moyo wangu ili tuone hata kidogo basi kiasi gani niko tayari kufanya kazi yoyote ile kaka. Na kuahidi sitokuangusha katika hili ndugu yangu. Kikubwa tu nifikie mafanikio ndugu yangu. Nakuomba Matula. Nakuomba kaka, usinitupe. Watu wengi hujidanganya sana. Kufanikiwa ni kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Lakini ukweli ni kwamba kufanikiwa sio kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Kufanikiwa ni mfumo ambao umetengenezwa katika hii dunia. Na pindi ukiwepo katika huo mfumo, haina haja ya kufanya kazi. Na utabaki kuwa tajiri. Na utafungua biashara tu kama Zuga, lakini sio kitu ambacho utachokuwa unakitegemea. Jinsi ulivyokuwa ukiongea na nikutazama unaonekana una nia dhati ya mafanikio. Tukutane kesho saa 7 mchana kwenye beach ya Imani, kuna sehemu nitakupeleka. Nafikiri utaanza safari yako ya utajiri. Asante sana Kamatula. Sijui hata niseme nini, najikuta na machozi tu yananitoka ndugu yangu kwa furaha leo nayo. Anyway, hautaki kulia. Yatunze machozi yako, atakusaidia mbele. Sawa kaka, nitashukuru sana Matula. Vevo, ni nini kimekuleta usiku huu? Mimi nimekuja kuangalia kaburi langu hapa. Sasa nashangaa kukuona wewe usiku huu makaburini. Hata mimi ni kama wewe. Mimi nimekuja kutizama kaburi langu. Na huwa najisikia simanzi sana pindi ninapoliona ile kaburi. Moja kati ya vitu ambavyo najutia ni mimi kujiunga katika hiki chama. Samani, naomba nikuulize kitu. Sijawahi kukuona ukitoa kafara. Una sharti gani wewe? Au wewe ni miongoni mwa watu wenye masharti mepesi? Kimya wewe. Chinga kabisa. Mimi ni miongoni kati ya watu ambao na masharti magumu sana katika hiki chama. Mimi sina masharti mepesi kama unavyofikiria wewe. Una sharti gani wewe? Sharti langu mimi ni ukatili wa kijinsia kwa watoto ambao bado hawajabalehe. Kumbe haya mambo ambayo tunasikia kwamba mtoto sio miaka 7, mtoto miaka 6 amefanywa ukatili wa kijinsia, au watu kumbe wanatoka kwenye chama chetu pia? Vevo, miongoni kati yao watu, mimi ni mmoja wapo. Kwa nini sasa usiombe kubadilishiwa sharti? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna njia ya kubadilishiwa sharti. Na nikiendelea kufosi, basi nitakufa. Na ndio maana hapo awali nilikwambia najutia sana kujiunga katika hiki chama.
Vipi mwanangu? Safi mama, shikamoo. Marahaba za nyumbani. Nyumbani salama. Nimekuja kwako nimekukosa. Leo mwanangu ni Jumapili, waga naendaga kanisani. Si unajua si binadamu. Kila kitu tunachoishi nacho hapa ni kwa ajili ya Mungu. Nguvu, uzima ni kwa ajili yake. Hivyo inabidi tumshukuru. Ni kweli mama. Nilikuja na mzee Abasi pale, alikuwa na kibarua chake cha kusafishwa katika eneo lake. Nikasema riziki nimpelekee mama yangu. Lakini ndio hivyo, kwa bahati mbaya nimekukosa. Ametoka. Ila nesi itakuwa kesho tena. Sio mbaya. Mungu ndiye anayepanga riziki. Naamini kama riziki yangu ipo, basi kesho nitapata hicho kibarua. Amina. Uwe na siku njema mama. Haya, ubarikiwe. Hiki chama kina stress watu wengi sana, lakini inavyoonekana kwako ni zaidi. Sijui hata nikuelezeje ili ujue hali nayoipitia. Kiukweli naweza kusema ni zaidi ya kunistress. Kuna wakati inafika natamani hata kujiua. Watu wengi kabla ya kuingia katika hiki chama, kuna mambo hawakuyafuatilia kiundani, hawakukichunguza hiki chama. Hivi unajua kwamba kuna njia nyepesi ambayo inaweza kukufanya utoke katika hiki chama? Njia ipi hiyo? Vevo, kwanza kabisa inatakiwa ufunge safari kutoka hapa kuelekea Switzerland. Baada ya kufika kule, utakutana na viongozi wakuu wa chama. Watakupatia mwongozo. Lakini baada ya kutoka Switzerland, inatakiwa uelekee German. German pia utakutana na viongozi wakuu wa chama. Na watakupatia mwongozo. Ukishatoka German sasa, inatakiwa uelekee Paris, Pale Paris napo utakutana na viongozi wakuu wa chama. Watakupatia mwongozo. Lakini sasa unajua nini Vevo? Kabla ya kutoka hapa kuelekea katika hizo nchi ambazo nimekutajia, inatakiwa utoe kafara ya watu 7. Kwa hiyo nataka nikuulize kitu kimoja. Nikitoka hapa nikaenda Switzerland, Germany, Ufaransa na kukutana na hao viongozi wa juu kabisa wa chama na kufuata maagizo yao, nitaweza kutoka kabisa kwenye chama na chama hakitanifuatilia? Ndiyo Vevo. Utakuwa umejitoa kabisa katika chama na chama hakitakufuatilia tena. Sasa kama ni rahisi hivyo na wewe unalijua hilo na kuna maswaibu ambayo unapitia, kwa nini hujajitoa mpaka sasa? Mimi binafsi upande wangu hayo masharti yalinishinda na ndio maana nimekuambia wewe. Ni masharti gani ambayo yamekushinda? Yaani inavyoonekana wewe bado unataka kubaki katika hiki chama. Yaani mbona unakuwa na maswali mengi sana? Nyumba kubwa, ndoto za dhahabu, lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje, ndani machozi ya damu. Wanapanda ngazi, lakini ni za miba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. B-Boss, je thamani iko wapi? B-Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. B-Boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza, hakuna nuru. Wanatembea gizani, wanatafuta mwanga, lakini mwanga wao ni moto wa maangamizi. Pole sana mume wangu, lakini mimi nadhani kwa sababu ya ubizi ama tajiri anakuwa na mambo mengi sana, huwezi ukajua sababu ambayo imefanya yeye akaacha kupokea simu yako. Hamna, kafanya kusudi. Mimi sinakwambia, Matulu anamjua mimi, kashajipata yule. Mke wangu, siku zote waliofanikiwa wanatudharau sisi ambao tujapata. Mimi nakwambia hivyo. Bora tuanganie na madaga yetu tu. Haupaswi kukata tamaa,
Ndivyo walivyo matajiri mume wangu. Maneno yako kama yana kitu hivi. Acha mimi niishi kwenye maneno yako. Ndio maana nakupenda sana mke wangu. Kwa sababu umejaliwa hekima na busara. Yaani kama najiona vile hiyo siku ambayo naenda kupata mafanikio mke wangu. Picha linaanza kwanza na kununulia kwanza macho matatu. Bwana siwe hivyo, mimi naona hivyo. Ndio mimi bado hujaona hivyo hapo. Majirani wote wajue Kaniki amepata. Kofi moja la uchachu. Ala. Shemlake. Ni wa Vision? Haina haja. Nilikuwa na ndoto na wewe ndani, mikono yangu mitupu, moyo wa dhahabu. Uliniacha kwa yule mwenye pesa nyingi, lakini moyo wangu hawezi kubadili. Nasema pole kwa yote nilikosa, najua mapenzi hayawezi kununuliwa. I'm sorry. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu kote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Siku moja tutakuwa sote, hata kama leo ni ngumu kote. Nitaamka, nitapambana hadi tufike mahali panafaa. Lucifer makatan gurimata. Dunia makatan gurimata. Lucifer makatan gurimata. Dunia makatan gurimata. Lakini ndani kuna baridi ya kaburi. Wanacheka nje kani machozi ya damu. Wanapanda ngazi lakini ni za miba. Kila hatua inawaza ni nini kinafuata. B-Boss, je thamani iko wapi? B-Boss, maisha yamekuwa shughuli. Kwa pesa, kwa nguvu, wanapoteza nafsi zao. B-Boss, nani atabaki mwishoni? Mikono yao inashika dhahabu, lakini moyo umejaa sumu kali. Kila dirisha lina giza.